nimevibakiza ni vile ambavyo vinahitaji usimamizi wako. Basi mzee akanijibu, nikipata nafasi nitakuja. Na hapa nilipokuwa sijaondoka, ila tu nilitoka kidogo nikaenda kufanya kikao na baadhi ya watu wangu fulani mahali, kisha nimerejea nipo. Mzee akauliza tena, je, Valencia yupo ofisini? Nikajiuliza kidogo, nikahamake kiasi, kisha nikajiuliza, kwa nini mzee anamuulizia Valencia ya kwamba je yuko ofisini, ikiwa Valencia hayuko ofisini na alikuja? Na Valencia aliniambia kwamba aliwasiliana naye na alimwambia pindi atakapofika ofisini atampigia simu. Nikasema sawa, huenda labda kuna vitu vingine ambavyo nikitaka kujiuliza sana nitapoteza muda wangu. Kikubwa tu nitajali kuhusiana na kazi na kuhusiana na Valencia na mzee. Nitaichukulia tu kwamba mzee amemkubali sana Valencia kulingana na utashi wake kwenye upakaji rangi. Basi uliingia usiku wa ile siku na mzee hakuonekana muda wote wala kupiga simu, na Valencia tangu alipoondoka hakurejea tena ofisini. Sasa bosi akauliza, kwa nini Valencia haonekani ofisini alafu hana taarifa maalum? Kwa sababu Valencia ni rafiki yangu na ni sehemu ya timu yangu. Nikachukua simu yangu nikampigia Valencia. Valencia alichelewa kidogo kupokea simu, lakini baadaye baada ya kupiga kama mara 3 takriban akapokea simu. Nikamwambia Valencia, mkuu amekuulizia kazini, mbona haonekani na hauna taarifa maalum? Valencia akasema, nimepata ugeni wa wadogo zangu, wametoka mkoani wamekuja, hivyo niko nao kwenye mazingira yao. Valencia ni binti ambaye tunaishi naye kambini, kwa sababu kazini kwetu tumepafanya kambi, na hii kutokana na kujikita na kazi muda mwingi. Hata hivyo kuna baadhi ya watu walishindwa kumudu hata maisha yao ya huko walipoamua kujitegemea kulingana na majukumu yetu tumekuwa tukiendesha kwa muda wa masaa yote. Tulikubaliana hivyo ili kudumisha nguvu yetu ya upambanaji, lakini pia tulifanya kuwa kama taratibu. Kwa wengi tuliamua kuloea kazini, kufanya kazi usiku na mchana, na miongoni mwa watu ambao waliupenda utaratibu huo akiwemo Valencia. Basi asubuhi ya siku nyingine ikafika. Baada ya kufika asubuhi, mzee alinipigia simu, na baada ya kunipigia simu siku hiyo nilistaajabu tena kwa mara nyingine. Baada ya kumsalimia tu na kuitika, hakuuliza kuhusiana na mchoro, hakuzungumzia kuhusiana na ratiba yetu, wala hakusema nini chanzo cha yeye kushindwa kufika ofisini na kumaliza kazi. Badala yake akaniuliza, Valencia yupo ofisini? Sasa wakati huu niliamua kuitumia akili yangu ya ziada. Niligundua kuhusiana na akili ya ziada vile ambavyo inaweza kufanya kazi, kwa sababu nilijiongeza, kwa nini badala ya kuzungumzia kazi ikiwa kama kitu muhimu ambacho kimetukutanisha na ni kitu ambacho ameinvesti, yani amewekeza, badala yake maswali yamehamia kwa Valencia. Je, kuna nini katikati kinaendelea baina ya mzee na Valencia? Ama kuna chochote Valencia amefanya kwa mzee ambacho hakiko sawa, na ndio maana mzee anamtaja sana Valencia ila anashindwa kunyoka moja kwa moja kwamba kuna hiki na hiki? Au kuna namna mzee amemuelewa sana Valencia kwa namna tofauti? Au kuna namna Valencia ali-share story zake na mzee zikamtengenezea kumbukumbu ya jambo fulani? Ama kuna namna walipeana ahadi ya kufanya kitu fulani na kisha wakamiss mawasiliano? Nikaona anyway, nikamjibu tu, Valencia hayupo.
lakini nadhani atafika muda si mrefu. Nataka nimtafute kwa sababu hata yeye siku mbili amekuwa na mahudhurio mabaya ofisini, na sababu ambazo amejaribu kutupatia ni sababu za kawaida mno. Mzee akasema sawa, basi mimi nitakuja, na wacha nimpigie simu ili nikiwa nakuja kufanya yale marekebisho na kuandaa project ya mchoro huo mwingine, ningependa na Valencia awepo kwa sababu nilipenda namna ambavyo alipaka rangi. Nilikuwa nahitaji ukishamaliza kuchora tu Valencia apake rangi kisha nitamlipa. Basi mzee akawa amezungumza maneno ya kunitoa hofu kidogo na kuamini kwamba kumbe kwa sababu Valencia alipaka rangi vizuri bado mzee mpaka leo imekuwa ndo sababu ya yeye kumuulizia sana Valencia. Nikaona sawa. Ilipofika majira ya saa 6 mchana, mzee alinipigia simu na kuniambia kwamba niko maeneo ya jirani na kuja. Nami nikamwambia sawa, karibu sana mzee. Punde wakati namaliza kuongea na simu tu, akawa ameingia Valencia. Nikamsalimia naye akanisalimia kwa heshima, na alikuwa amechangamka sana siku hiyo. Na hata mavazi yake yalinichanganya sana. Alikuwa amevaa kistaarabu mno na sio kawaida yake Valencia. Valencia swali lake la kwanza lilikuwa ni kwamba je, yule baba amekuja na mmefanya yule mchoro ambao unahitaji rangi? Nikamwambia hapana, yule mzee hakuja, lakini alisema atakuja leo. Lakini kwa kuwa nilikuwa natamani kuendelea kujua zaidi baadhi ya vitu vinavyomhusu mzee na Valencia kulingana na namna ambavyo mzee amekuwa akimuulizia Valencia, sikumwambia Valencia kwamba mzee amekuulizia au amesema kwamba akija hapa atakutafuta. Hapana. Hapo nikaitumia akili ya ziada kwa sababu nilifikiri nikimuuliza hilo swali nitakuwa yaweza kuwa nimekamilisha mpango wa kitu fulani kwenye mazungumzo ya watu hawa wawili. Kwa ni bora kujifanya kama vitu vingine sijasikia, hata kama niliambiwa na mtu fulani. Kwa atakaponiuliza huyu nitamwambia bwana sijui chochote, na atakaponiuliza huyu nitamjibu kuwa sijui chochote, kwa sababu kutoa taarifa za huyu na kumpelekea huyu na kutoa kwa huyu kupeleka kwa huyu tayari inaweza nikatumika kama daraja la watu kufikisha salamu zao. Kama watu wamekuwa na mawasiliano, basi wanaweza kuulizana maswali wao na kujibizana. Basi dakika chache yule mzee akawasili, na wakati huo Valencia alikuwa ameingia kwenye chumba kimoja ambacho yeye huwa anapenda kukaa na kufanya kazi zake. Mzee baada kufika akanyoosha moja kwa moja mpaka ilipo eneo langu la kazi, na nakumbuka hatukufanya marekebisho wala kufanya kazi mpya siku hiyo. Na alipofika tu kwangu baada ya kusalimiana, akauliza tena, vipi Valencia amefika hapa? Nikamwambia ya, Valencia amefika muda si mrefu. Je, alikwambia kwamba atafika hapa muda hii? Mzee akasema ndio, niliwasiliana naye na aliniambia kwamba yuko njiani kuja hapa. Nikamwambia ya, amefika, yuko hapa. Lakini wakati mzee ananielezea kuhusiana na vile ambavyo amezungumza na Valencia, bado niliona kama kuna kitu kingine kinajificha, kwa sababu kama alikuwa anaweza kuwasiliana na Valencia alipofika hapa, basi kivyovyote ingeweza kumpatia taarifa yule mzee kwamba nimefika, na mzee akamuelewa bila hata mimi kutoa taarifa za mtu yeyote. Sikupenda sana kuulizwa maswali ya namna hiyo. Tulitumia masaa mawili kukaa na kuzungumzia mambo mengi sana, na machache yalikuwa yamelenga kazi, machache yamekuwa yakilenga situation ambayo inamhusu Valencia. Kwa maana hapa mzee alikuwa anajaribu kuniuliza maswali mengi sana kuhusiana na Valencia. Muda mfupi tu Valencia akaingia kwenye chumba cha uchoraji na akatukuta tunazungumzia
mambo kuhusu yeye. Mzee alipomwona Valencia akatabasamu sana, akacheka. Valencia, sikujua kama nitakukuta hapa. Nikashangaa. Unajua kilichonishangaza ni kwamba Valencia ni mtu wangu na nilimpatia kazi. Niliwaunganisha hawa watu, lakini namna ambavyo wakikutana ama wakiwa wanauliziana, kuna kitu kinatengeneza picha fulani ya ukaribu sana baina ya watu hao wawili. Hivyo hiyo ilikuwa inanipatia mashaka kidogo, na kitu pekee ambacho kilikuwa kinanifanya niwaze, nilikuwa natafuta jibu kwamba ndivyo ninavyowaza au tofauti. Na kama jibu ingekuwa ndio, watu hao kama ungekuwa na uhusiano wote wa ukaribu, nilihofia sana kuhusiana na kazi zitakazoendelea baina yangu mimi na mzee, kwa sababu yapo mambo ambayo Valencia akiweza kushare na mzee kwa namna ambavyo namfahamu, basi kazi zitaenda kama vile ambavyo tulikubaliana. Mzee kuna namna ambavyo atakuwa amepata akili mpya, hisia mpya, ushawishi na vitu kama hivyo. Basi kwa kuona yale mapokeo ya salamu zao, ile ilinifanya kuhisi sana kwamba hawa huenda watakuwa na kitu. Na jibu kama hilo ndio lilikuwa linakuja sana kwenye kichwa changu, kwamba nilishaamini ila nilikuwa natafuta ushahidi. Basi Valencia akajibu, bora nimekuwa na bosi wangu, angalau leo nitakuwa vizuri kwa sababu sina pesa. Akasema mzee, akajibu, sasa usijali Valencia, kikubwa tufanye kazi, haya mambo mengine tutajua. Vipi kwanza mmekula? Valencia akasema nina njaa sana, sijui mawazo. Mimi nikasema nahisi njaa, lakini muda wangu wa kula ulikuwa hujafika. Mzee akasema basi nafikiri mazungumzo tuliyofanya yanatosha na kazi tufanye wakati mwingine. Naomba nikununulie tu umeme wa kiasi fulani ili ukusaidie, kisha twende tukale, halafu urudi na ujaribu kuendelea hapo ulikoishia. Halafu Valencia, wewe nitakupatia chochote kitu, halafu tukutane kwenye kazi kesho. Basi Valencia alifurahi sana, lakini furaha yake ilikuwa ni furaha ambayo kwangu mimi niliona sio mpya kutoka kwake kuelekea kwa mzee, yani namna alivyopokea zile ofa. Yani kama mtu ambaye alikuwa anapokea ile kama wajibu, sio surprise. Sijui kama nilikuwa nahisi vibaya, lakini niliona kuna kila sababu ya kujua ukweli. Na nilichokiamini ndicho nilichokiamini, natafuta ushahidi ili niweze kulinda namna ambavyo, ili niweze kulinda uendelevu wa kazi baina yangu mimi na mzee, na ili niweze kutengeneza mifumo ambayo itatengeneza amani bila changamoto yoyote ya vichocheo na maneno kutoka kwa Valencia kwenda kwa mzee. Basi mzee akaingia kwenye simu yake, kaenda kwenye menu ya kununua umeme, akaniomba mita namba, nikamtajia. Baada kumtajia, kanunua umeme wa kiasi fulani. Ukakataa, akasema kiwango changu hakitoshi, nilikuwa natamani kununua umeme wa kiasi fulani, basi acha ninunue chini hapa, halafu wakati mwingine tutajua. Nikasema sawa, kwa sababu namheshimu by the way. Akanunua umeme wa chini wa kiwango kile, ukakubali, na mimi nikafanya mpango wa kuingiza ule umeme. Then tukawa tunatoka sasa, tunaelekea kwenye sehemu ya kula chakula. Tumeenda tukaagiza chakula, tukala, tumemaliza. Baada kumaliza mimi nikarudi ofisini. Mzee aliunga juu kwa juu, yani ya kuingia ndani ya jengo la ofisi. Tuliachana tu barabarani. Valencia pia tukaachana hapo hapo, lakini alipita njia tofauti, naye alikuwa kwanza kabisa kuondoka. Then mzee ndo akawa anafanya maamuzi ya kupita upande wake. Kwa hiyo tulikuwa na mazungumzo mawili matatu. Si unajua tena usisitizo, mzee anakuwa kama anakusisitiza. Nikaingia ofisini baada ya mzee kuondoka. Kiukweli ilikuwa ni swala ambalo lilinifanya nitumie muda wangu fulani hivi kulitafakari, kwa sababu lilikuwa
yani linahitaji